Bwana, ushawahi kuona wakati mwingine katika mahusiano, inawezekana ni mahusiano ya mke na mume, wakati mwingine mnafikia mahali mnavurugana, mnaachana, mnajikuta mnaachana na mnatengana kabisa. Nikwambie hizi ni dalili 8 za kwamba bado anakupenda hata kama mmeshaachana. Hizi ni dalili 8 za kwamba bado anakupenda hata kama mmeachana. Mimi ninaitwa Samson Frederick, ninatokea kanisa la PCT, ni mzee wa kanisa chini ya Askofu Dr. Frederick Simon. Leo natamani twende tukajifunze dalili 8 za kwamba bado anakupenda hata kama mmeshaachana. Inawezekana ikatokea kwamba mnaachana, mnavurugana na kila mmoja anakwenda na time zake. Lakini ukiziona hizi dalili 8, jua moja kwa moja kwamba bado anakupenda. Inawezekana ikawa kwenye level ya uchumba, inawezekana mkawa mmeshaoana lakini mkatengana, inawezekana ni mahusiano ya marafiki, jamaa, ndugu. Mkiona mmetengana lakini bado kuna hivi viashiria 8 vinajitokeza, ujue bado anakupenda hata kama mmeshaachana. Jambo la kwanza, kwa mtu ambaye umegombana naye au mmetengana naye au mwenzi wako mmeachana naye, ukiona anafanya haya mambo 8, ujue bado anakupenda. Jambo la kwanza, anaendelea kuwasiliana na wewe mara kwa mara. Ukimuona mwenzi wako anaendelea kuwasiliana na wewe mara kwa mara wakati mmeshatengana, ni kweli mmepishana, mmeachana, na inawezekana mke wako ameenda kwao na wewe umeenda na zako, lakini unapoanza kuona anakupigia simu mara kwa mara, mara anakutumia message, anataka kukujulia hali unaendeleaje, anataka kujua vitu zaidi kutoka wewe kwako, mara akusalimie, mara akupigie simu, akujulie hali unaendeleaje, na mambo kama hayo. Kama una watoto, anakupigia simu, kisingizio ni kwamba anataka kujua hali ya watoto, lakini anakutafuta hapa na pale, hapa na pale, ni hakika kwamba huyo bado anakupenda. Jambo la pili, anazungumza kuhusu nyakati zenu za zamani kwa furaha. Anaanza kukumbushia story za wakati bado mnaishi pamoja, wakati bado mna furaha. Anaweza akakupigia simu akakukumbusha mambo fulani ambayo yalitokea wakati bado mko pamoja mkiwa na furaha. Ukiona anakupigia simu au anawasiliana na wewe na kukumbusha mambo fulani mazuri yaliyowahi kutokea kabla, na anakupigia mara kwa mara kukumbusha mambo mazuri na nyakati ambazo mlikuwa bado mko pamoja mkienjoy, mkifurahi, ujue huyo mtu bado anakupenda sana. Huyo mtu bado anakupenda mno. Lakini jambo la tatu, mtu anayeonyesha hisia kali wakati wa mawasiliano. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akaonyesha hisia kali wakati anawasiliana na wewe. Ni kweli mmeshaachana, mmeshatengana, alikuwa ni mchumba wako mkaachana, alikuwa ni mke wako, mume wako mkaachana, alikuwa ni rafiki yako akakuzingua mkaachana, lakini wakati mnawasiliana yamkini ukazungumza kitu ambacho kinamfanya yeye atie huruma. Anaonyesha hisia kali, aidha za kuonyesha huruma au kujali au kuonyesha kwamba ameumia pamoja na wewe katika jambo lilomueleza. Ukikutana na mtu ana dalili hiyo, ujue kabisa kwamba bado anakupenda. Jambo la 4, anajaribu kujua habari zako kupitia marafiki zenu. Anajaribu kujua habari zako kupitia marafiki zenu. Inawezekana mkawa mna marafiki ambao wewe ni marafiki zako na yeye ni marafiki zake. Atajitahidi sana kuanza kutafuta habari zako. Ni kweli mmeachana, ni kweli mmetengana, ni kweli mmeachana. Ukiona mtu anaanza kuuliza habari zako kwa marafiki zako, hivi vipi, hivi vipi, bado anaendelea kufanya kazi sehemu fulani, hivi ameshazaa, hivi ameshafanya kitu fulani, anakuulizia habari zako, vipi anaendeleaje, ni mzima, yuko salama, anakuulizia habari zako kupitia marafiki zako au marafiki zake ambao wote ni mnajuana. Ukiona dalili hizo zinajitokeza, ujue bado anakupenda. Jambo la 5, anajitokeza
mahali unapokuwapo mara kwa mara. Yaani ukimuona ni mtu mmeshaachana, mmeshatengana, lakini mara kwa mara akisikia uko sehemu fulani, na yeye atatumia gharama yoyote angalau aje, angalau hata ajipitishe, angalau hata basi apite. Ukiona ni mtu ambaye mahala popote ulipo na yeye anatamani kuja, anatamani awepo, anatamani na angalau akuone, angalau hata akusalimie, anatamani hata ajipitishe. Ukiona dalili hizo, ujue kwamba bado anakupenda. Ujue kwamba bado anakupenda. Lakini jambo la 6, ukiona anaonyesha wivu unapokuwa na watu wengine. Ukiona anaonyesha wivu sana unapokuwa na watu wengine. Inawezekana ni wachumba mmeachana, lakini anapokuona na mtu mwingine, au labda alikuwa ni mke wako, alikuwa ni mume wako, mmeachana, lakini anapokuona na mtu mwingine anaingiwa na roho ya wivu. Unaona kabisa yani ana wivu, yani anakuwa na wivu, na wakati mwingine anaweza akakupigia simu anakulalamikia, mbona sasa unasimama na yule, mbona inakuwa hivi. Ukiona hali hiyo inaendelea, ujue kwamba huyu bado anakupenda sana, anakupenda sana. Jambo la 7, anakumbuka maelezo madogo madogo kuhusu wewe. Na wakati mwingine anaweza akakukumbusha mambo madogo madogo ambayo ulikuwa unamuelezea. Hivi unakumbuka uliwahi kuniambiaga kwamba utafanya ile biashara ya kuuza vifaa vya shule? Hivi vipi ulifanikiwa? Hivi unakumbuka pia uliwahi kuniambia kwamba una mpango wa kwenda kijijini kuwasalimia wazazi? Vipi ulienda? Yaani anajaribu kukumbuka hata yale madogo madogo ya zamani ambayo aliwahi kukwambia. Unakumbuka kila kitu na kuanza kukumbushia. Ukiona mtu anafanya mambo hayo na kukumbushia hata yale madogo uliowahi kumwambia, ujue huyo bado anakupenda. Lakini jambo la 8, ukimwona mtu anaanza kupendekeza kwamba anaanza kupendekeza kukutana na kufanya mambo kwa pamoja. Anaanza kupendekeza kufanya mambo kwa pamoja na kukutana. Kwa nini tusikutane? Natamani tuongee angalau, afu nina idea labda ya biashara natamani tufanye pamoja. Nina jambo fulani hivi natamani nikushirikishe tufanye kwa pamoja. Wakati mmeshaachana, ujue huyo bado anakupenda na anatamani mrudiane. Kwa hiyo hizi ni dalili 8 ambazo ukiziona kwa mtu ambaye mligombana, mlikosana, mlitalafiana, mlikorofiana na mkatengana, ukiziona hizi dalili 8, ni hakika kwamba bado anakupenda. Mimi ni Samson Frederick, mwalimu wako wa mambo ya kijamii. Nikuombe usiache kusubscribe, kushare na comment. Mungu awabariki. Uwe na siku njema.